Qur'an, siku ambayo mali yako haitokufanyia chochote wala haitokunufaisha kwa chochote kile, na wala watoto wako hawataweza kukunufaisha kwa chochote. Yauma arda'at kullu murdi'a, Qur'ani inasema siku ambayo mwenye mimba atajifungua mimba yake kabla ya wakati. Siku zetu nyepesi, siku zetu. Sasa ukaogopa hiyo siku hiyo na ukaikataza nafsi yako na kuizuia kwenda kuyafanya machafu, kwenda kufuata matamanio, fa innal jannata hiya al-ma'wa, hakika pepo wewe ndio itakuwa makao yako. Sayyidina al-Imam Ali karramallahu wajhahu anasema kwamba inna Allah subhanahu wa ta'ala, hakika Mwenyezi Mungu mtukufu, khalaqa al-malaika, amewaumba malaika, farakaba ala al-malaikatu al-aql, akawapa malaika akili, wa khalaqa al-bahaim, lakini Mwenyezi Mungu pia akawaumba wanyama, farakaba ala al-bahaim ash-shahawati biduni aqli, Mwenyezi Mungu akawapa wanyama matamanio pasina kwa nini akili, lakini malaika wamepewa akili na wakanyimwa matamanio. Wa khalaqa al-insana, na akaumbwa mwanadamu, wa rakaba ala al-insanu al-aqla wash-shahawat, mwanadamu akapewa akili pamoja na matamanio. Sasa faman rakaba aqluhu, yeyote yule ambaye atakayetumia akili yake vizuri, faghalabat shahawatuhu, akili yake ikashinda matamanio yake, fahuwa afdalu min almalaika, huyu anakuwa ni bora, mtu bora kushinda nani? Kushinda malaika. Waman ghalabat shahawatuhu ala aqli, na mtu yoyote yule ambaye matamanio yake ndiyo yanampeleka puta katika mambo yake na matendo yake kushinda akili yake, fahuwa adarrun wa asharru nnasa min albahaimi, fahuwa asharru dararan min albahaimi, mtu huyu atakuwa ni mwenye madhara makubwa mno kushinda nani? Kushinda mnyama. Sasa leo mwanadamu amekuwa ni mwenye madhara makubwa kushinda nani? Kushinda mnyama. Kwa sababu nini? Ardhul hayati dunia, ya kutaka heshima ya dunia, atharul hayati dunia, kwa ajili ya kutaka nini? Maisha ya dunia. Kwa hiyo anayafanya anayotaka kuyafanya kwa mujibu wa akili zake, lakini anasahau kwamba kuna maisha ya kesho wapi? Ya kesho akhera, na kila nafsi itaulizwa kwa kile ambacho ilifanya hapa duniani. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia lu'inu, hawa watu wenye tabia hii ya kuwachafua wenzao na kuwapakazia uongo, lu'inu fi dunia, wamelaaniwa hapa duniani, wal akhirah, na kesho wapi? Na kesho akhira. Sasa ushaamini kwamba kuna kesho akhira, maana yake si utaamini kwamba utaulizwa. Utakapoamini kwamba utaulizwa, matokeo yake yanakuwa ni nini? Ni kuonekana katika taa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
unahifadhi dini yako kupitia wengine. Ipo hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anasema kwamba inna akthara an-nasa adhabun inda Allahi yawma al-qiyama, hakika watu wengi watakaoadhibiwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya Kiyama, aktharuhum kalaman fima la yu'ni, ni wale watu ambao watakaokuwa na maneno mengi ya kuwasema watu katika yale ambayo yasiyowahusu. Leo kuna mtu akikaa haoni raha mpaka aendelee kumtaja mwenzake na kumsema mwenzake kwa ubaya. Umemwona fulani amepita, fulani ni moja, ni mbili, ni tatu, ataanza kukuzungumza vibaya kuanzia utosini mpaka kwenye nyayo, katika yale ambayo hata wewe mwenyewe haujui na wala uhusiki nayo, lakini anaona raha tu. Tabia yake imeshakuwa hiyo, kwamba kuwachafua wengine ndio jambo limetengenezeka, limezama katika tabia yake. Sasa watu wa namna hii watakuwa wakiadhibiwa sana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya Kiyama. Sasa leo fi dunia wamelaaniwa watu wa namna hiyo hapa duniani, lakini pia wamelaaniwa kesho akhera. Lakini wala hum adhabun adhim, tazama hiyo, wala hum adhabun adhim, kwamba hawa watakuwa na adhabu kali yenye kuumiza. Qur'ani wakati mwingine inakuja kama hivyo, mwisho utasikia adhabun adhim, adhabun alim, adhabun muhin. Maana yake hizi ni aina ya adhabu watakazopata baadhi ya makundi ambayo yatakayokuwa yanajishughulisha na amali za kuwachafua wengine kwa kuwatupia tuhuma za uongo. Sasa hapa imekuja adhabun adhim, adhabu inayoumiza, adhabun alim, adhabu inayoumiza. Maana yake yawezekana ikawa ni sehemu katika viungo vyako. Kwa mfano, kama ile adhabu watakayopata wale watu ambao ni wasengenyaji, watu ambao unawafuata, unazungumza nao vizuri, ukiwaamini kwamba ni ndugu zako wa karibu, ni marafiki wema, ni watu ambao unataamali, unatatua shida zao, halafu ukiwapa mgongo tu wanakusema vibaya. Mwenyezi Mungu anakuja anasema kwamba wailul likulli humazatin lumaza. Tulisoma jana hiyo, wailul likulli humazatin lumaza alladhi jamaa malahu wa addada yahsabu anna malahu ahlada kalla la yunbadhanna fil hutama wama adraka mal hutama narullahi almuqada allati tattali'u 'ala al-af'ida innaha 'alayhim mursada fi 'amadin mumaddada. Ndio Qur'an inasema adhabu kali, au kwa tafsiri nyingine watathibitikiwa na adhabu ya moto wa wailu. Kila mnamba kichogo na msengenyaji, ambao miongoni mwao ni hawa ambao kazi yao ni kuwatupia watu tuhuma za nini? Za uongo, za uzinzi, kwa lengo la kuwachafua. Wailul likulli humazatin lumaza, waliwake kila mnamba kichogo msengenyaji.
alladhi jamaa lahu wa adada, ambaye amekusanya mali zake na akawa anazihesabu. Kusanya ndugu pale, akiwaona hivi ana uwezo wa kuzungumza chochote kwa sababu anamsifia. Yahsabu anna malahu akhlada, akidhania kwamba mali zake zitamnufaisha milele. Almalu walbanun zinatul hayati dunia, hakika mali na watoto ni mapambo tu ya wapi? Ni mapambo ya duniani. Unaweza ukawa na mali nyingi ya kupeleka katika ufisadi, ukawa na mali nyingi ukawa fasiki, ukawa na mali nyingi kazi yako wewe unasapoti vitu vya haramu, unasapoti uharibifu katika jamii. Alladhi jamaa malahu wa adada yahsabu anna malahu akhlada, anahesabu kwamba mali yake itabakia milele. Kalla, sivyo, la yumbadhanna fil hutama, tutamtupa katika moto wa hutama. Kwa maana adraka mal hutama, huo moto wa hutama ni moto gani? Narullahi almuqada, ni moto wa Mwenyezi Mungu uliopokewa kweli kweli. Allati tattaliu ala al-afida, ambao utakokuwa ukianzia kwenye unyayo mpaka wapi? Mpaka vifuani. Unaishia hapa, alafu unarudi tena chini, alafu unaanza upya, unakuja hapa mpaka. Kwa hiyo adhabu alim inaweza ikawa ni adhabu yenye kuumiza katika sehemu tu ya viungo vyako, yaani nakutia tu yale machungu. Adhabu muhimu ni ile ambayo inakufanya wewe na kunyongesha peke yake. Kwa mfano leo kuna mtu anaweza akapewa adhabu, kazi yake ikawa ni kuchota maji kutwa nzima, unachota maji. Kuna mwingine anapewa kajiungiwa, anaambiwa kajaze pipa. Kwa hiyo unakwenda unarudi, unakwenda unarudi. Aina ya nini? Ya adhabu. Kuna mwingine anaweza kaambiwa wewe piga kichura, kazi yako ni kupiga kichura. Mwingine anaambiwa adhabu yako wewe simama, tunaliangalia juu mpaka linazama. Siku hizo adhabu zipo. Sasa hapo kuna adhabu muhimu, kuna adhabu alimu, lakini hawa ambao kazi yao ni kuhukumu uchafu wa zina, wale watu ambao wamehifadhika katika maisha yao ya ndoa, maisha yao ya kijamii, nafsi zao hazijishughulishi kabisa, ziko mbali na mazingira ambayo yanayoweka shubha kwamba yawezekana hawa wakazungumziwa hayo. Tena wamesifika kwa sifa ya imani, lu'inu fi dunia, wamelaaniwa hapa wapi? Hapa duniani, lakini pia na kesho akhera. Lakini pia haitoshi huko akhera kwamba wamelaaniwa tu peke yake, wala hum adhabun adhim, na watakuwa na adhabu kubwa. Sasa adhabu kubwa ni nini? Si moto ba? Ni moto. Sasa tunapoishi katika jamii, katika mambo ambayo tunatakiwa sisi kuhimiza na kujihimiza wenyewe, kwanza ni kuhifadhi dini zetu. Tusitamke vitu kwa mihemko au kwa ushabiki, tukajisahau kwamba ma yalfidhu min qawlin ladayhi raqibun atid, tukasahau kwamba hakuna kauli yoyote ambayo inayopita katika dini zetu isipokuwa itakuwa imefanyaje? Imeandikwa. Tusisahau kwamba kanuni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyotuwekea, anatuambia waqulu linnasi husna, semeni kuambia watu maneno yaliyokuwa mazuri. Lakini tusisahau kwamba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatufundisha na kututahadharisha kuwadhania watu vibaya. Anatuambia ihtarisu minan nasi bisu'il dhann, jiepusheni na jilindeni kuwadhania
watu au kuwatengenezea watu dhana iliyokuwa nini? Iliyokuwa dhana mbaya. Sasa tuhifadhi mili zetu. Maana yake ni nini? Maana yake tunahitajika sisi kuwa ni wamoja, tunahitajika kusaidiana, tunahitajika kupendana, tunahitajika kutengeneza udugu wetu wa Kiislamu, udugu wetu ndani ya jamii inayotuzunguka. Kwa hiyo haya mambo ikiwa tutayafanya, maana yake yanakwenda kuingiza chuki, yanaingiza fitna, yanakwenda kukata nini? Yanakwenda kukata udugu wetu. Sasa na udugu kushakatika, kuna nini tena? Kuna maendeleo? Hayawezi kupatikana. Tutasaidiana? Hatuwezi kusaidiana. Ndio kama vile Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu akamkatia msaada Mastahun ibn Uthatha kwa sababu hakuchunga nini? Hakuchunga dini yake. Na laiti kama sio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumtaka asamehe moyoni pamoja na mdomoni, maana yake angeendelea kukata msaada kwa sahaba huyo wa Bwana Mtume Muhammad. Ama yeye Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq alikuwa anapata malipo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala thawabu kwa sababu ya wema alikuwa anamsaidia Bwana Mastah ibn Uthatha. Na roho ya Uislamu, tazama, ilipokuja maamrisho haya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu akamsamehe moja kwa moja na akaahidi kumwongezea ziada ya kile ambacho alichokuwa anamhudumia mwanzo. Tusali Bwana Mtume Muhammad. Sasa na hii pia inatupa na sisi fursa ya kwenda kuwasamehe ndugu zetu ambao walikuwa na tabia ya namna hiyo, ambao wametuchafua kwa kiwango wanachojua wao, kwenda kufanyaje? Kwenda kuwasamehe kwa baraka za mfungo huu mtukufu wa Ramadhani na kwa baraka ya maneno haya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama urithi kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kama urithi ya mafundisho kutoka kwa Bwana Mtume, lakini pia kama urithi kutoka kwa maswahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na wenye tabia hizi na wenyewe waache. Tumefanya zile na wenyewe wafanyaje? Na wenyewe waache, kwa sababu hakuna zao linalozalika baada ya haya isipokuwa ni kujenga chuki na kubomoa ule udugu wenyewe wa Kiislamu. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo tumeimaliza aya hiyo moja, insha Allah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kesho tutaendelea na aya inayofuatia. Mwenye swali? Mwenye swali? Hamna? Usiliwa kabisa. Usiliwa. Hamna mwenye swali? Yawezekana ikawa ndani ya mada au nje ya mada. Sio hiyo mtaani kuna mambo mengi. Kuna mambo mengi sana mtaani. Mada ya kuhusu kuongelea watu maneno mabaya. Ndio. Kama kitendo anachokifanya sivyo sahihi. Kama mtu anafanya kitendo akifanya sivyo sahihi. Ukakiongelea. Bado unatakiwa yaani wewe unatakiwa utalaaniwa vile vile, kwa sababu sheria inakutaka unapoona jambo sawa, lazima uende kwa ngazi husika zilizopewa mamlaka. Tunafahamiana sio? Kwa hiyo wewe unapoona ndugu yako amefanya, iwe ni kweli au kwa uongo, maadamu ni wewe kwamba unaamini, si ndivyo? Unatakiwa uende kwa viongozi wa dini. Sawa? Ukienda kwa viongozi wa dini unamueleza. Sasa viongozi wa dini zipo hatua ambazo anatakiwa kufanyaje? Azifuate.
sababu yawezekana kwamba akashindwa kuadhibiwa, si ndivyo? Yawezekana kwamba kulingana na mfumo wa kanuni zetu, lakini ana nafasi ya kutoa nasaha. Tumeona zile, ana nafasi ya kutoa nini? Nasaha na kumbashiria haya ambayo yamefanyika. Lakini na wewe lazima uwe na mashahidi. Kiongozi atakutaka ulete na mashahidi ili kuthibitisha hilo ambacho tunasema, kuchunga ile heshima ya utu wa mtu. Unaona, yule anayezungumza yawezekana athari na madhara yake yeye asihusike nayo, lakini yule anayezungumziwa heshima yake akapata madhara makubwa mno. Unaona zile akapata madhara makubwa. Sasa kuondoa hiyo, kiongozi anakwambia alete mashahidi, au alete mashahidi, au usiwe kuchapwa kulingana na kanuni zetu. Basi inashindwa nini? Upewe nasaha na wewe na ukatumie kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu sasa ndo atajua kusamea wale kusamea na wewe anasubirisha kule. Tumeelewana sio? Kwa sababu utakuwa umefanya akbarul kabair, madhambi makubwa. Na unapofanya madhambi makubwa, maana yake wewe sio kafiri, bali Mwenyezi Mungu ndiye anajua namna ya kukuhukumu. Ikiwa kama hapa haujapitishiwa ile hukumu. Fa amruhu, si nasema watu wa madhhabi ya Ahlus Sunna, fa amruhu mufawwidun ila Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo lako litakuwa limetegemezewa kwa Mwenyezi Mungu. Inshaa aqabaka wa inshaa afa anka, ataka atakuadhibu na ataka atakuacha. Ni yeye sasa. Toba utaomba, lakini sasa kusamehewa kwake ndio yeye anajua. Atakusamehe au atakuadhibu. Ni kama vile leo umeua, basi, lakini baada ya kuua ukaambiwa kakae jela, si ndio? Lakini nafsi yako unajua kama nimefanya, nimeua, na hukumu ya Kiislamu inajua na wewe uwao au hujauawa, inafanya ni wewe sasa kupiga mteka mpaka vumbi iruke, unaomba toba kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ndio atajua kusamehe au kusamehe. Umeelewa? Lakini hatuwezi kusema kwamba wewe sio Muislamu. Wote endelea kuwa Muislamu. Umeelewa vizuri? Na wengine wanasema kafiri. Kafiri yaje tena? Pesa kafiri. Hiyo ndio mfano wanaua. Yaani mimi ni Tanzania, halafu nimeua. Hivi ni kuua kwangu, dhambi yangu ya kuua au kosa langu la kuua, ndio nanyang'anywa raia. Mimi bado ni raia wa Tanzania, lakini nitaadhibiwa kulingana na sheria zetu na kanuni zetu. Lakini bado ni raia na Muislamu. Kwa hiyo kama umefanya mambo hayo, Muislamu bado Muislamu, lakini utahukumiwa kwa hukumu ya Kiislamu au hukumiwa kwa Mwenyezi Mungu. Swali hili naam, kama tunajua sadaka nzuri unaanza nyumbani. Kabla kupima taulu, Mtume anasema sadaka nzuri ianze nyumbani. Sasa sadaka mimi nimebeba sadaka ndio. Sio kwangu mimi. Sadaka ndio. Sasa je, nianze kugawa nyumbani kwangu? Hata kwako. Sasa hata kwangu. Hata kwako. Sasa mimi labda uwezo nao. Labda mfano sukari nayo. Ndio vile tutazidi. Sasa nagawa tu moja moja, sasa mimi wote ndio kuja kuongeza. Sasa hapo unajiangalia mwenyewe. Kama mimi ninayo sio? Nimejitosheleza. Hapo usiku anzia kwako. Ndio maana unaruhusiwa kwanza kwako kama hauna. Yaani hauna haja na hiyo kitu. Lakini kama ukiwa nayo ile yote ndio unagawa unapo unahitaji. Sasa wengine wanafikiria kwamba inaanzia tu hata kama unayo. Huo ndio ni israfu. Ni israfu, na ndio viongozi wengi tuko hivyo. Na ile ni roho, ndio wanasemaje, ni roho mbaya. Sababu wewe una nyumbani una kilo moja au mbili ya nyama.
Umechinja ng'ombe unataka upeleke na ndoo nzima tena. Yaani sio mbaya. Kuna mtu kwa hata roho mtaani hapa. Sio mbaya. Mtu ana roho ngumu. Susuavu kwa nyoyo mpaka kumbi inauka. Unaweka kilo 50 ndani, kuna mtu anahangaika na kilo 1 au nusu kilo. Inakuwaje?